Sasa ajabu ni kwamba tangu mkataba wa Memorandum of Understanding, tangu miaka ya 90 mpaka leo uliposainiwa, pesa waliochukua wale wa Katoliki inafika trilioni 1.2. Trilioni 1.2. Trilioni 1.2. Pesa waliochukua wale wa Katoliki. Yaani serikali inagawa ruzuku kuwapa wale trilioni 1.2. Trilioni 1.2 wanapewa wale. Ni kodi ambayo unalipa mimi, unalipa na wewe na mtu mwingine analipa. Lakini wanapewa wale. Ndio unaona wale wanajenga mashule, mahospitali, mavyuo vikuu. Kuna mtu mmoja ananiambia, "She, msiwaseme wa Katoliki, kwani nyinyi mnashindwa kujipanga?" She, tunajipanga vipi wakati wale wanapewa pesa na unaona vile wanafanya yale maendeleo? Yaani tujipange kwa sadaka za 30,000 siku ya Ijumaa ndio mjenge chuo kikuu. Kitima kaja kawadhihirishia kwamba maendeleo yao wanayapata kwa sababu wanapewa fungu. Kila mmoja amesikia kwa masikio yake. Trilioni 1.2 tangu walipoanza kupewa. Ndio maana unaona wanajenga vile vitu vyote. Pesa hiyo tungekuwa tunagewa na sisi Waislamu, tuko mbali na sisi, tuna hospitali, tuna mashule, tuna mavyuo, tungekuwa tuko mbali. Asiwadanganye mtu kwamba eti kwamba nyinyi mnawasema wale kwamba wale wana mipango, wana hivi ndio maana wana elimu. So kweli wanapewa fungu la kodi zetu ndio maana wanakuwa vile. Sio sisi tunaosema, wenyewe. Kitima kaongea juzi. Kwa hiyo agenda yake ilikuwa ni kuua tension ya mama wakati anakuja kuongea jana na wazee. Ilikuwa ndo dhamira yake. Lakini ajabu Mwenyezi Mungu akampiga bakora, akaanza kuropoka. Kaongea yote wanayopata, fedha wanazogewa, kodi hawalipi, kila kitu. Mtambani hapa sasa hivi tuagize gari ya wagonjwa tu au gari ya kubebea maiti. Tuagize nje tulete pale bandarini. Alafu nenda kaitoe pale upate msamaha wa kodi. Nenda katoe uone kama utapata. Hii taasisi ya kijamii tuagize gari tuilete pale kisha tupate msamaha wa kodi kwa sababu yeye inakuja kusaidia jamii, uone kama utapata. Lakini Kitima kaongea kwamba wanapata. Sasa yale maendeleo mnaoyaona wako nayo wenzetu yale ni maendeleo yanayotokana na kodi zetu.